Mathayo 25:15. Twende. Kitabu cha Mathayo. Anza 20. Kitabu cha Mathayo 20. 15:20. Nasemaje? 15:20 kitabu cha Mathayo. Twende. Biblia Takatifu inasema 15:20. Inasemaje? Mathayo. Nasema hivi. Twende. Na hayo ndio. Na hayo ndio. Ya mtiayo mtu unajisi. Twende 21. 21 nasema Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro. Tukamuona Yesu alitoka mahali akaenda kando la Tiro na Sidoni. Twende. Na tazama mwanamke mkani nayo wa mipaka twende ile atatokea akampazia sauti akisema nini? Akisema twende, unirehemu Bwana, unirehemu Bwana, Bwana wa Daudi, twende, binti yangu amepagawa sana na pepo. Twende. Wala yeye hakumjibu neno. Tunaona Yesu hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia nini? Wakamwomba twende, wakisema twende, wache aende zake, twende, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Twende. Akajibu akafanya nini? Akajibu akisema nini? Akajibu akisema twende, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba Israeli. Simamia hapo. Tunamuona Yesu anatufundisha kabisa kuwa hakutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sasa ikiwa Yesu hakutumwa kwa watu wote kupitia kinywa chake, si kupitia kinywa cha Muislamu ama Mkristo, kupitia mafundisho yake, kama hakutumwa kwa watu wote, je, ni nani ambaye kwamba ametumwa kwa watu wote? Kwa sababu Mungu si dhalimu. Mungu wakati anapomwacha mjumbe lazima alete mjumbe mwingine ambaye kwamba ataendelea zaidi hapo. Qur'an sura 29 aya 46. Twende. Kitabu cha Qur'an 29:46 nasemaje? 29 aya yake ya 29:46 sema 46. Nasemaje? Nasema twende. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Tusibishane na nyinyi wa Kristo na wale Wayahudi waliopita kabla yetu. Ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, twende, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwenu. Nasema tunaamini yaliyoteremshwa. Tunaamini sisi Waislamu kwa yale yaliyoteremshwa kwenu, yale yaliyoteremshwa kwetu, twende, na yaliyoteremshwa kwenu, twende, Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wetu na Mwenyezi Mungu wenyu na Mungu wetu na Mungu wenyu ni mmoja. Hii ni mafundisho ya Muhammad. Amesema wale usibishane ama msigombane na wale waliopewa kitabu, isipokuwa kwa majadiliano liko mzuri. Sasa majadiliano mzuri tumeanza kuwachunguza nyinyi ambaye kwamba mnamtegemea Yesu. Yesu anasema ametumwa kwa wanakondoo kwa nyumba ya Israeli, ambapo sisi tunataka kuwatoa huko. Msiweke akili yenu huko, mrudi kwa Yesu. Anawafundisha nani unafaa kumpate. Matendo ya Mitume 13:23 nasemaje? 13:23 nasemaje? 23 kitabu cha Matendo ya Mitume. Twende. Matendo ya Mitume 13:23 nasemaje? 23 inasemaje? Biblia Takatifu inasema twende. 13:23 inasema twende, katika uzao wake mtu huyo Mungu alifanya nini? Amewaletea nani? Israeli mkombozi. Amewaletea Israeli mkombozi, si watu wote wa dunia mzima. Mungu amewaletea Israeli mkombozi. Twende. Yani Yesu kama alivyoahidi. Mungu aliahidi. Ukisoma katika Mika 5:2, huyu ananukuu mafundisho ya Mika. Mungu alikuja kumtoa Yesu kwa Wanaisraeli peke yake. Hata Yesu mwenyewe ametoa thibitisho, ametumwa kwa Wanaisraeli peke yake. Sasa hatutaki nyinyi mubakie hamuko, muweze kuja pande yetu tuwalete katika Uislamu. Aya Qur'an sura ya 13 aya 43 inasemaje? 13 aya yake ya 43. Twende. 43 nasema twende, katika kitabu cha Qur'an na wanasema waliokufuru, twende, wewe si mtume. Wanasema waliokufuru. Kama tunasikia Wakristo wanasema kuwa Muhammad si mtume. Muhammad anaambiwa nini? Sema Muhammad. Sema Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu, kwa mimi ni mtume. Umesikia?
Mungu anatosha kuwa shahidi. Sasa tutaangalia ushahidi kutokana na kitabu yenu hii ambayo kwamba iko, japokuwa sio original text. Original text Waisraeli walitupa huko, lakini Mungu ni mwingi wa rehema, anajua vile atawafanya nyinyi katika kitabu chenu. Twende Qur'an sura ya 34 aya 28. Kitabu cha Qur'an. Wewe Muhammad umetumwa kwa kina nani? Twende. Sura 34 28 nasema twende. Hatukukutuma Muhammad ila kwa watu wote. Sasa huyu Muhammad kupitia kitabu chake, kitabu cha Yesu anasema ametumwa kwa Wanaisraeli. Muhammad anasema ametumwa kwa watu wote. Kupitia Mungu anamwambia Muhammad, wewe tumekutuma kwa watu wote. Ni jukumu la Wakristo waweze kuja pande hii tuweze kufuata Muhammad. Aya twende 35:24. 35:24 inasemaje? 24 inasema twende. Kitabu cha Qur'an 24 inasema bila shaka sisi tumekutuma, tumekuleta kwa haki, ili tumekuleta wewe Muhammad kwa haki, ili uibashiri na uwaonye wale watamkataa Muhammad. Twende. Na hakuna taifa lolote kama vile Yesu alitumwa kwa Israeli akasema ametumwa kwa Israeli. Mungu anamwambia Muhammad hakuna taifa lolote twende ila aliyepita humo mwonyaji. Kila taifa tukamwona Yesu alitumwa kwa Wanaisraeli akakuwa mwonyaji wa Wanaisraeli. Qur'an Mungu anamwambia Muhammad, wewe tumekutuma kwa watu wote. Aya twende katika Qur'an sura ya 5 aya 19. Muhammad sasa anaanza kuwa invite wa Kristo. Twende kitabu cha Qur'an 5:19. Twende sura Al-Maida 5:36 19. Twende enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, nyinyi wa Kristo watu wa kitabu. Twende Al-Kitabu. Bila shaka amekufikieni mtume wenu. Amekufikieni mtume wenu nyinyi na sisi. Anayekubainishieni yani kuwafungulia mambo katika wakati usio na mtume. Saa hizi ni wakati hakuna mtume. Muhammad anaambiwa ametumwa kwenye nyinyi. Nyinyi wenyewe ndio mtamkataa. Qur'an sura ya 4 aya 170. Twende. Kitabu cha Qur'an. Twende. Sura yake ni ya 4 aya 170. Inasemaje? Aya yake ni 170. Nasema hivi. Twende. Enyi watu, mtume amekufikieni kwa haki. Huyu mtume enyi watu amekufikieni mtume kwa kutoka kwa Mola wenu. Ametoka kwa Mungu. Basi aminini itakuwa bora kwenu. Itakuwa bora kwenyu nyinyi wa Kristo, muaminini huyu Muhammad. Twende. Na kama mtakanusha na kama mtakataa basi ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote vilivyomo duniani na ardhini. Ikiwa mtakataa vyote vya Mwenyezi Mungu. Tumuulize Yesu unasemaje? Qur'an sura ya 61 aya 6. Alafu tuingie Biblia. Tumegusa aya kidogo sana kwa Qur'an. Biblia ndio itakuwa mingi zaidi. Twende. Kitabu cha Qur'an 61 aya 6 inasemaje? 61 aya ya 6 inasemaje? Inasema aliposema Yesu aliposema Nabii Isa bin Maryam. Twende. Enyi Wanaisraeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Mimi ni mtume kwenu nyinyi Wanaisraeli, si kwenu nyinyi watu wote Wanaisraeli. Nisadikeni yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Twende. Nitatoa habari njema ya mtume. Nitatoa habari njema ya mtume atakayetia nyuma yangu. Kuna mtume Yesu anasema kupitia mujibu wa Qur'an kwa kauli ya Muhammad. Mungu anamwambia Muhammad, Yesu alisema kutakuja mtume Yesu anasema kutakuja mtume baada yangu mimi. Twende. Atakayenijia nyuma yangu ambaye jina lake atakuwa nani? Itakuwa Ahmad. Umesikia? Yesu anatabiri kupitia mujibu wa Qur'an. Mungu anamwambia Muhammad, waambie watu Yesu alinitabiri mimi. Qur'an sura ya 87 aya 18. Turudi kwa Biblia sasa. Twende. Qur'an sura ya 87:18. Twende. 87:18 inasemaje? Hapo mwalimu wangu 87:18. Sasa tuingie Biblia. Najua hakika haya
yapo katika vitabu vilivyotangulia. Mungu anamwambia Muhammad, haya Qur'ani yako katika vitabu zilizotangulia. Tunafunga kitabu cha Qur'ani, twende kwa Biblia. Twende, nataka kupatia katika Yohana 1:19. Twende kitabu cha Yohana, twende kitabu cha Yohana, injili ya Yohana 1:19. Inasemaje? 1:19. Twende, inasema hivi, na kwa hiyo ndio ushahidi wake Yohana, twende, Wayahudi walipotumwa kwa wakafanya nini? Makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu, twende, ili wamuulize. Wakamuuliza nini? Wewe ni nani? Wewe ni nani Yohana? Naye akakiri, wala hakukana Yohana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Mimi si Kristo ambaye kwamba ni Yesu. Wakamuuliza, ni nani basi? Wewe ni nani Yohana? Yu Elia. Wewe ni Elia Yohana? Yu Elia wewe? Twende. Akasema nini? Mimi si Elia. Twende. Wewe u nabii yule? Jiulize swali, kama wewe ni msomi wa hao watu, walijuaje kuna nabii yule, kuna Kristo, Elia na nabii yule? Yule ni nani? Akajibu akasema nini? La. Umeona, Yohana anaulizwa, wewe ni Kristo? Hapana. Wewe ni Elia? Hapana. Ama wewe ni nabii? Yule si huyu. Yule ni future tense. Kuna nabii anakuja. Wanajua, si ati wajui. Tutakuja kuona wanajua ama watu wajui. Hebu tumuulize Yesu. Unasemaje Yesu? Yohana 14:16. Twende. 14:16 kitabu cha Yohana. Anasemaje Yesu? 14:16. Kitabu cha Yohana. Yasema hivi. Twende. 14:16. Twende. Yasema nami nitamwomba Baba afanye nini? Naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Twende. Ndiyo Roho wa kweli. Ndio ambaye Yesu anasema atamuomba Baba awapatie msaidizi, na amemtaja huyo msaidizi ni Roho wa nini? Roho wa kweli. Waraka wa Yohana 1:4-1. Twende. Alafu twende hapo tuendelee. Kitabu cha waraka wa Yohana 1:4-1. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Yesu anasema huyo msaidizi atakuwa Roho wa kweli. Yesu ameweka maneno yake waziwazi. Huyo msaidizi wangu ambaye kwamba atakuja atakuwa Roho wa kweli. Sasa tunataka kujua Roho wa kweli ni nani? Waraka wa Yohana wa kwanza 4:1. Twende. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Twende. 4:1. Inasemaje? 4:1. Waraka wa kwanza wa Yohana. Twende. 4:1. Inasema, wapenzi, msiamini kila roho. Msiamini kila roho. Bali zijaribuni hizo roho. Twende. Kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa uongo wengi. Yohana anafundisha roho ni manabii wa uongo. Manabii wa uongo wengi na wa kweli wametokea duniani. Katika hili wajua roho wa Mungu. Kila roho ikilia kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili. Tuko sawa, hata tuseme Mungu. Tayari tunamuona kabisa waziwazi. Hata hiyo mwili najua ataiweka. Iweke hapa ni kuingize katika kaburi la kusahau. Ile tena najua mahali utaenda. Ametufundisha manabii, maana roho ni na manabii. Sasa tunakuja kuchunguza Yesu anasemaje Mathayo 23:38. Twende. Kitabu cha Mathayo. Inasemaje? Kitabu cha Mathayo. Inasemaje? Injili ya Mathayo 23:38. Twende. Inasema hivi. 38 inasema, walakini habari ya siku ile. Mathayo 23:38. 23:38. Inasema hivi. Angalieni, Yesu anaambia watu wake, angalieni. Nyumba yenu nyinyi Wanaisraeli mmeiacha hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia nyinyi Wanaisraeli, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa kwa jina la Bwana. Yesu anasema kuna ule atakuja, mtasema amebarikiwa kwa jina la Bwana. Yohana 14:30. 14:30 kitabu cha Yohana. Niko na mambo mengi lakini vile tunaendelea. Semaje? 14:30 anasema nini? 30. 14:30 kitabu cha Yohana. Inasemaje? Yuaja mkuu wa ulimwengu, kama vile Yohana 3:11. Yohana Mbatizaji anasema yule yuaja nyuma yangu hajamtaja jina, atakuwa mkuu zaidi yangu mimi. Inasema mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Sitasema na nyinyi maneno mengi tena. Kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu. Yuaja mkuu wa ulimwengu huu. Yuaja mkuu, kama vile Yohana alisema kabla Yesu hajakuja
yuaja mkuu, siwezi shika kiatu yake. Pia Yesu katika kinywa chake ametueleza wazi yuaja mkuu wa ulimwengu. Unaweza endelea Felix, lakini niko na mambo mengi. Kwa 20 minutes hapo namaliza kabisa. Leo Muislamu anajitetea kweli kweli. Anasingizia muda, amegawa muda badala atoe hoja analalamika. Sasa mimi sina mambo mingi, mimi ni mwenyekiti. Lakini hata licha ya kuwa mwenyekiti, hapo mbele kitaeleweka vizuri. Waje nikaribishe mwalimu wa Kristo akuja achunguze huyu Muislamu. Ni kweli anaelewa chenye anazungumza ama kuna vile Muislamu anaboronga. Karibu mwalimu, kwa dakika 15 ukaweza kusimamisha hoja ambazo zinaeleweka. Dakika ni 15. Naam. Asante sana. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Methali 18 mstari wake na 17. Inasema hivi. Naam. Methali 18:17. 18:17 kitabu cha Methali. Naam. Biblia takatifu inasema namna gani? 18:17. Ashtetaye kwanza, naam, aonekana kuwa ana haki, lakini jirani yake huja, naam, na kumchunguza. Tumekuja kuchunguza Waislamu kwa sababu mada ya leo, je, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Na kama ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ametumwa na nani? Kwa sababu unaweza kusema kwamba wewe umetumwa na Mungu ilhali Mungu hajakutuma. Sasa tunakuja kuchunguza hoja ambazo ameweka mezani. Na kiukweli ni kosa la jinai kulinganisha Kristo Yesu na Muhammad. Ni kosa la jinai. Kwa sababu gani? Nisaidie Mika 3:5 mstari wake ni wa 3. Mika. Naam. Mika ngapi? 5:2. Nzuri. Mika 5 mstari wake ni wa 2. Naam, ni kosa la jinai kulinganisha Yesu Kristo ambaye yuko hai na Muhammad ambaye amekufa, yuko kaburini, maiti. Naam. 5:2 Mika. Twende. Bali wewe Ebendeleme Efrata uliye mdogo, naam, wa miongoni mwa elfu wa Yuda, twende, kutoka kwako wewe, naam, atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake, twende, yamekuwa tangu zamani za kale, twende, tangu milele. Kwa sababu hiyo, naam, atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake. Subiri. Kwa hivyo matokeo yake yamekuwa tangu milele, tangu awali, tangu milele. Na tumeona kwamba Waislamu na Wakristo wanaamini kwamba Yesu Kristo yuko mbinguni, ingawa Waislamu wanaamini kwamba Yesu atarudi na kuishi katika ulimwengu, kuua nguruwe na kuvunja msalaba. Hiyo wanaamini kabisa, lakini wasichokijua ni kwamba Yesu hawezi kulinganishwa na Muhammad. Kwa nini? Sasa tunaanza kuchunguza hoja ambazo ameziweka, alafu tukuje tujue Muhammad kapataje utume. Nisaidie 14 kitabu kile cha Yohana 14 mstari wake ni wa 16. Akasema kwamba huyo Yesu alisema habari za Muhammad katika 14:16 Yohana. Nipo habari. Inasema 14:16. Naam. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Akatoa hiyo hoja akasema Yesu anamzungumzia nani? Anamzungumzia Muhammad. Sasa wacha tusikie kama ni Muhammad kweli alikuwa anazungumziwa hapo ama anatumia maandiko vibaya. Nipa habari. Endelea kusema hivi. Twende. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Twende. Ili akae nanyi hata milele. Ili akae nanyi hata milele. Hata mtoto mdogo ukimuuliza Muhammad yuko mzima ama amekufa, atakwambia Muhammad yuko kaburini. Na huyu anatoa hii andiko, anasema Muhammad Yesu alimtabiri katika hii andiko, na Yesu alituambia
huyo Roho atakaa na sisi hata milele. Hiyo ni hoja ambayo haina nguvu kabisa, kwa sababu huyo Roho wa kweli, tena ni Roho wa kweli, atakaa na sisi milele. Na tunaangalia kwamba Muhammad yuko kaburini, hatuko naye kabisa. Marehemu akatoa 15 Mathayo 24:15. Naam, kitabu ni cha Mathayo. Naam. Wewe ni Muislamu, inasema hivi. Nasema namna gani? Biblia takatifu inasema twende 15:24 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Twende. Biblia takatifu inasema maneno yafuatayo. Inasema 15:24. Twende. Akajibu akasema nini? Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea. Ati sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea. Twende. Kwa nyumba ya Israeli. Ya nyumba ya Israeli. Yesu alitumwa kwanza kwa nyumba ya Israeli. Hiyo hatukatai. Kile ambacho tunakataa ni nyinyi kusema, Waislamu kusema kwamba Yesu alitumwa kwa wana Israeli tu, sio watu wengine. Sasa tuangalie, je, Yesu wewe ulitumwa kwa kondoo wa nyumba ya Israeli tu ama ulitumwa kwa wengine? Nisaidie. Yohana 10:16. Yohana 10:16. Naam. Kitabu cha Yohana Injili. Yesu akatumwa kwanza kwa wana wa Israeli, huko ndiye alianzia kazi. Lakini baada ya hapo alitumwa kwa kondoo wengine. Anatuambia namna gani? Na kondoo wengine ninao. Yesu anatuambia kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili. Twende. Na hao nao twende, imenibasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kwa hivyo Yesu anasema kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili, akimaanisha kwamba sio Waisraeli ambayo imempasa kuwaleta, na ndio sisi ambayo Yesu anatuambia kwamba kondoo wengine ninao ndio sisi. Sisi sio Wanaisraeli wale ambao Yesu aliwajia, sisi ni kondoo wa Yesu wengine ambao Yesu alikujia. Sasa hebu tuangalie Yesu alitabirije Muhammad kwenye Biblia, ndio tunaanza kuangalia sasa. Naam. Nisaidie Mathayo 24:24. Mathayo. Yesu amemtabiri Muhammad, lakini amemtabiri vipi? Sikiliza. Inasema hivi. Twende. Kwa maana twende, watatokea Makristo wa uongo. Twende. Na manabii wa uongo. Twende. Na watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza. Twende. Ama yamkini hata walio wateule. Kwa hivyo Yesu anatuambia atatokea ama watatokea Makristo wa uongo, watadanganya wengi, na manabii wa uongo watadanganya wengi, wapoteze wote, hata walio wateule. Sasa Yesu amemtabiri Muhammad kama nabii wa uongo, na nabii wa uongo unamtambua kwa mafundisho yake, kwa sababu manabii wote walikuwa na umoja wa mafundisho yao ama umoja wa msingi wao, lakini Muhammad peke yake ndiye akaja na mambo ya kigeni, kusema kwamba wajua watu wanatafuta wapinga Kristo, lakini wanamuacha Muhammad. Hebu nisaidie Yohana wa kwanza 2:18. Yohana wa kwanza 2:18. 2 mstari wake. Alafu utasoma Mathayo 24 mstari wake wa 13. Na inasema 2:18. Twende. Watoto, ni wakati wa mwisho. Twende. Kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuacha. Twende. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Mpinga Kristo wa kwanza alikuwa Muhammad. Wapinga Kristo wa sasa ambao wengi wametokea ni hawa wanaojiita Waislamu, kwa sababu wanampinga Kristo kwamba yeye sio mwana wa Mungu. Manabii wote wakatabiri wakasema Mungu ana mwana. Hebu nisaidie Danieli 3 mstari wake 25. Nabii Danieli akatambua kwa kinywa cha mfalme Nebukadneza mfalme akatambua
Mungu ana mwana. Nipe habari. Akajibu akasema, twende. Akajibu akasema, twende. Sasa mimi naona watu wanne, twende, nao wamefunguliwa, twende, wanatembea katikati ya moto, twende, hali hawana dhara, na sura yake yule wa nne twende, mfano wa mwana wa Mungu. Ati ni mfano wa mwana wa Mungu. Nebukadneza akaona mfano wa mwana wa Mungu, lakini Muhammad kaja anapinga Kristo, anamkataa Paulo kwamba Kristo mwenyewe akasema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Paulo akaja akatangaza kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yote Muhammad akapinga. Kwa hivyo nabii wa uongo ambaye Mungu hakumtuma unamtambua si kwa kumwangalia sura, bali kwa mafundisho yake. Nisaidie Mathayo 24 mstari wake wa 13, alafu tuingie kwa Muhammad tuangalie nani kamtuma. 24:13. Twende. Kitabu ni cha Mathayo. Inasema hivi. Twende. 24 mstari wake wa 13 inasema Biblia. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, twende, ndiye atakayeokoka. Unasoma ngapi? 24:13. Wewe soma 12. 12 inasema hivi. 14 mwalimu wangu. Tena habari njema ya ufalme. 11 samani. 24:11. Naam. Kitabu cha Mathayo. Na manabii wengi wa uongo. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Tukiangalia kitu cha kwanza, Nabii Muhammad amewadanganya wengi, na tunakuja kuangalia kwa nini amewadanganya wengi. Kwa sababu Yesu alishamtabiri kwamba kuna manabii watatokea na watadanganya wengi. Tunaangalia Muhammad kadanganya wengi. Sasa tunaanza kuchunguza. Alitoa Qur'ani 5:19. Hebu nipe habari katika Qur'ani 5 aya ambaye aliyeitoa. 5:19. Naam. Inaitwa Qur'ani tukufu. 5:19. Twende. Sura Al-Maida. Naam. Inasema sura ya meza hii inasema, enyi watu wa kitabu, bila shaka amekufikieni mtume wetu anayekubainishieni, amekufikieni katika wakati usio na mitume, msije kusema hukufika kwetu mtoaji wa habari njema. Kuna aya aliyoitoa katika 34 mstari wake wa 28, hautaisoma kwa sababu ya muda. Akasema kwamba Muhammad katumwa kwa walimwengu wote, ama Muhammad katumwa kwa watu wote, lakini hoja ambaye hakuweka mezani ni kitu ya kwanza, hakutuambia nani amemtuma, Sasa tunaanza kuangalia, je, Muhammad alitumwa na nani kwenye Qur'ani? Ni nani aliyemtuma Muhammad? Tunaanza kuchunguza. Hebu nisaidie katika Qur'ani 3:33. Qur'ani 3:33. Naam. Kitabu cha Al-Qur'ani. Naam. 3:33 sura Al-Imran. Inasema hivi. 3:33. Muhammad inasema hakika Mwenyezi Mungu amchagua Adamu na Nuhu, twende, na kizazi cha Ibrahimu. Sikiliza hapa, hoja ya msingi ni kwamba Mwenyezi Mungu amemchagua Adamu, Nuhu na nani? Na kizazi cha Ibrahimu. Na kizazi cha Ibrahimu. Na kizazi cha Imrani. Sasa Muislamu akija hapa atuambie Muhammad nani kamchagua kwenye Biblia ama kwenye Qur'ani akuwe mtume kwa watu wote? Ni nani kamchagua? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema amemchagua Adamu, amemchagua Nuhu na kizazi cha Ibrahimu. Soma hapo 42 tusikie. 3:42. Twende. Inasema hivi. Nakumbuka malaika walisema nini? Ewe Mariamu, twende, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua. Ati kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua. Tunataka aya hata moja. Mwenyezi Mungu anasema nimemchagua Muhammad kuwa mtume wa watu. Tunataka hiyo haya, kwa sababu unaweza ukasema kwamba, hebu nisaidie Ezekieli 13 mstari wake wa 3 na mstari wake ni wa 9. Ezekieli 13:3 mstari wake na 9. 13:3. Twende. Bwana Mungu asema hivi, wale wao manabii wajinga wanaofuata roho yao hawakuwa na neno lolote. Twende. Inasema hivi
manabii wako wamekuwa kama mbweha. Soma 9 inasema hivi. Twende. 9. Na mkono wangu utakuwa juu ya manabii wanaona ubatili na kutabiri uongo. Hawatakuwa katika mashauri ya watu wangu, wala hawataandikwa katika maandiko ya nyumba ya Israeli, wala hawataingia katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Kwa sababu hiyo wameshawishi watu wangu wakisema, amani amani, wala hapana amani. Mwalimu wangu, nadhani ni mstari wa 3. Mimi sikuwatuma. 13:3. Bwana Mungu asema hivi, ole wa manabii wajinga wanaofuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote. Endelee kusema hivi. Hiyo kweli mwalimu wangu. Tutakujia hiyo haya mara ya pili. Sasa tunaangalia, unaweza ukasema kwamba Mungu amekutuma ilhali Mungu hakukutuma. Mungu hakukutuma kwa sababu gani? Nisaidie. Qur'ani 4 mstari wake ni wa 79. 4:79. Qur'ani 4:79. Sura An-Nisa. Tunaangalia kama Muhammad ni mtume kama wanaposema Waislamu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni wapi Mungu kamtuma? Ni wapi Mungu kamchagua kuwa mtume? Kwa sababu hata mimi naweza kuwa mtume, lakini sio mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo tunaangalia wale Mungu amewachagua kuwa mtume wake, amewataja. Ni wapi aya Muhammad kachaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa mtume? Hiyo ndio tunauliza. Nipo habari. Wema uliokufikia dakika moja. Wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ubaya uliokufikia unatoka nafsini mwako. Wewe umefanya mambo hata yakakufika hayo. Nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume. Ati tumekupeleka kwa watu kuwa mtume. Tumekupeleka kwa watu. Shika hiyo point. Tumekupeleka kwa watu kwa mtume. Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Sina Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Hapa tumekupeleka na hapa kuna Mwenyezi Mungu ni shahidi. Hao waliompeleka ni akina nane? Ndio Mungu akuwe shahidi. Nisaidie maisha ya mtume, ukurasa wake ni wa 17. Muda umeisha. Muda umeisha. Nisomee hiyo kwa sababu ni maisha ya mtume. Ngapi? Ukurasa wake wa 17. Ukurasa wake ni wa 17. Ukurasa wake wa 17. Maisha ya mtume Muhammad. Kwenye pointi. Ataongeza dakika 2. 17 ukurasa ngapi? 17 ukurasa wake wa 17. Ukurasa mara yule mtu malaika akaondoka machoni mwake. Soma kwenye pointi. Anasema hivi. Jibashirie. Ujibashirie kuwa mtu. Inasema Bwana Waraka akamwambia, huyu ndiye Jibril aliyemshukia Nabii Musa. Ati Bwana Waraka, tunaona binadamu ama mwanadamu anamwambia Muhammad, huyu ndiye malaika aliyekushukia. Basi jibashirie kuwa wewe ni mtume. Ati jibashirie kuwa wewe ni mtume wa umma huu. Mwenye akili kichwani, ni nani mwanadamu anaweza kuambia wewe jibashirie kuwa wewe ni mtume wa umma huu? Hiyo ni hoja ambayo haiwezi kuangaliwa kumfanya kwa Nabii Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Haiwezi. Mwenye anajisemea kwamba jibashirie kuwa ushakuwa mtume kwa umma huu ni mtihani. Huyo ni Muhammad anachunguza taratibu. Kwa sababu mwalimu umeenda dakika 10 na ngapi? Umeenda dakika 17, Muislamu ataongeza dakika 2. Atakuja atelee Muhammad kwa dakika 12. Nakaribisha Muislamu kwa dakika 12 ukaweza kutetea Muhammad, tuone kweli kama atasimama ama ataendelea kuanguka. Tukae kwenye mada kwa sababu naona kana kwamba mnataka kuingiza ujanja kwenye mada. Na mimi sitaki hiyo maneno. Mada ya leo, je, Muhammad katumwa na nani? Sio kulinganisha Muhammad na Yesu, tafadhali. Mmesikia?
Nashukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Audhu billahi minash shaitani rajim. Wewe Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana kwa muda huu umeweza kutupatia, na mwalimu mwenyekiti, mwalimu wako ametoka hata nje ya mada. Hapa tuko tunaongelea Yesu ni mwana wa nani. Kwa hivyo kama sisi tumetoka nje ya kiti, hata unarekebisha mwenzako hata ametoka nje ya mada. Sawa, nashukuru. Hata mimi mwenyewe tunakuwa pande yote, naona uko right, si tusitoke nje. Haya, nikianza hapa hivi, mwalimu wetu nataka kwanza nisomee Mathayo 24 Mathayo. Inasema hivi, kitabu cha Mathayo 24. Pole kidogo tu. 24 Mathayo. Nasema kwa maana wanatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao wanatoa ishara kubwa na ajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakimbieni yuko jangwani. Kwa sababu ya muda nataka tu nisome haraka ndio nikuja nikishikanisha. Nataka nisome Mathayo 28:20. Kitabu cha Mathayo 28:20. Nasema na wafundisha kuwashika wote nilio nuru nyinyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Nataka nisomee Yohana ngapi? Nisomee Yohana 20. Yohana 14:16. Yohana 14:16. Kitabu cha Yohana 14:16. 14:16 inasema hivi. 14:16 inasema Yohana, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Huyo Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala hamtambui, bali yeye mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Nisomee ngapi? Nataka mimi tuende haraka. Nisomee Mathayo 15:24. Mathayo 15:24. 15:24. Kitabu ni cha Mathayo 15:24. Inasema 24 inasema hivi. Kitabu cha Mathayo. Akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia. Sasa acha tu mbali na hiyo. Yesu mwenyewe anasema hakutumwa kwa kondoo, hakutumwa kwa mataifa mengine, bali alitumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mwalimu wa Kikristo, baada tukikuja hapo ibada ya maswali, nakuja na kuuliza swali. Ukuje utuambie hizo kondoo, umekuja utakukuka tuletea andiko ati Yesu akasema ati kuna kondoo zizi zingine. Ukuje utuambie hiyo zizi ni zizi gani? Ni wazizi gani? Kwa sababu mimi nakutolea andiko katika hiyo Biblia inasema wana wa Israeli ni kondoo. Nisomee ngapi? Nisomee Danieli ngapi? Danieli 5:26. Hizo ndio tunataka unatupeleka straight to the point. Utuambie imekuja vizuri, nasema na wana kondoo ni wa Israeli. Wewe ukuje utuletee wana kondoo ni wa Kenya. Hilo ndio andiko inataka. Usikuje utuambie ati hizo ati hao kondoo wengine, ndio sisi. Wacha kujibandika kwa gari ambao ufai kuingia. Usidandie gari ambao hujanunua. Wewe kuja utolea, soma andiko kama hiyo. Hiyo ndio tunataka, andiko kama hiyo. Nisomee hiyo. Danieli 5:26. 26 nasema, na tafsiri ya maneno hayo ni hii. Danieli 5:26. 26. Sini hiyo. Danieli 5:26 inasema, na tafsiri ya maneno haya ni hii. Mungu
Hesabu ufalme wako. Sorry, nisome pole pole, nimekosea. Ni Yeremia ngapi? Yeremia 50:17. Yeremia 50:17. Tunataka andiko kama hizi. Yeremia 50:17. Inasema hivi. Katika Yeremia 50 inasema Israeli ni kondoo. Israeli ni kondoo. Wewe kuja utuletee wa Kenya ni kondoo. Wacha kutuletea ati na Yesu akasema sijui kuka nini. Wacha kujibandika bana. Tunataka andiko kama ya Yesu akasema hao kwa wengine. Ni kama mimi saa hii mimi niko na watoto. Niko na watoto wengi. Hao watoto wengine wakuwa kuna wale wananifuata na kuna wale wanifuati. Na ni damu yangu. Kwa hivyo nasema hata kuna watoto wengine ambao niko na watoto wengine ambao wako wananifuata lakini wote ni watoto wangu. Wewe ukuje andiko kama hii. Wacha kuja nini yaani unajua ndio nasemanga Ukristo uko na ujanja mingi. Andiko kama hiyo hawezi toa. Unaona? Andiko kama iko kanisa hawezi kutolea. Jua unajua ukiwatolea nyinyi wenyewe mtajua. Ndio maana yake unaona Waislamu tukisema Yesu mwenyewe si tunafuata ile kitu Yesu ile anasema. Yesu anasema mimi sikutumwa kwa kondoo bali hebu nisome katika nisome hiyo ni Mathayo 15:24. Tunataka andiko kama hiyo iko clear. Na mimi nimetoa ngapi? Yeremia 50:17. Inasema vizuri na hao Waisraeli ni kondoo. Hivyo ndio tunataka. Yesu mwenyewe akisema akitumia jina ya kondoo, hakuwa anasema kuna kondoo wengine ati wa Kenya ama Tanzania ama Burundi ama wapi. Alikuwa anasema na Yeremia alikuwa kabla ya Yesu kukuja hapa duniani. Soma andiko. Kitabu cha Mathayo 15:26, 24 inasema hivi. 24 inasema Mathayo akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu hakutumwa kwa mataifa mengine bali alitumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hivyo ndio mimi manake nimetoka katika ngapi? Yeremia 50:17. Hao kondoo ni wakina nani? Yeremia alikuwa kabla ya Yesu kukuja hapa duniani na amesema vizuri kondoo ni wana wa Israeli. Hiyo ndio andiko tunataka. Walimwengu amekuja hapa ametoka katika Qur'ani inasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa ulimwengu wote na kwa watu wote. Wewe kuja utolea andiko Yesu katumwa kwa watu wote na kwa ulimwengu mzima. Hakuna abadan kwa Biblia ipatikani. Haitapatikana. Lakini katika Qur'ani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katumwa kwa watu wote na kwa ulimwengu mzima. Hivyo ndio andiko iko. Tunataka andiko kama hiyo. Hivyo ndio tunataka kwa sababu ya muda sasa kupoteza muda. Nataka unisomee ngapi? Nisomee Mathayo ngapi? Nisomee Mathayo 24:11. 24:11. Kitabu cha Mathayo. Na manabii wengi wa uongo wanatokea na kuwadanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Sasa ile kitu iko katika ile andiko. Sisi wenyewe unajua mwalimu wa Kikristo amekuja hapa hivi ametuambia nasi. Wewe hata tukienda kwa Biblia yako hata Mwenyezi Mungu ametumia jina ya nasi mara mingi sana. Ametumia nasi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ako na uwezo wa kuongea venye anavyotaka. Wewe sikuja kumwambia Mwenyezi Mungu vile atakavyoongea. Ni kama sasa unaenda unaambia babako, baba unaongea hivi, ufai kuongea hivi, unafaa uongee hivi. Wewe utakuja kuambia babako venye ataongea. Kwa sababu ya muda nisomee Qur'ani ngapi? Nisomee Qur'ani 50:17. Au baada hapo unisomee Qur'ani 117. Qur'ani 50:17. 50:17 inasema hivi. Wanapokeaji wawili
anayekaa kuliani. Na unasoma Qur'ani ngapi? Qur'ani 50:17 ama uko hapo mwalimu wangu? Uko hapo? Nisome hapo hivyo katika hiyo haya ni venye unasoma polepole. Kuna mali imesema nasi, Mwenyezi Mungu amesema nasi tumekutuma wewe Musa. Haya, nisome ngapi? Nisome Qur'ani 7:117. Hapo tende teketeke, naona niko na dakika ngapi? Nimebakisha kama dakika 3 hapo. 7:117. 7:117. Qur'an inasema hivi. 117 inasema na tumekupelekea uhai Musa, ya kuwa sikia. Hiyo ni Mwenyezi Mungu anatumia wingi hata kwa Musa, si kwa Mtume Muhammad pekee, hadi kwa Musa ametumia jina ya wingi. Kwani Mwenyezi Mungu akikuja aseme na wacha tumumbe mwanadamu kwa mfano wetu kulingana na imani ya Kikristo. Kwa hiyo ni kumaanisha Mwenyezi Mungu alikuwa ajui nini anaongea. Kuna vitu zingine tunapoongea tuongee kulingana na nasi iko katika Biblia na iko katika Qur'ani. Kwa hivyo wewe kuja ututolee katika Qur'ani, ni wapi katika Qur'ani nasema Mtume Muhammad si mtume wa Mwenyezi Mungu? Hiyo ndio tunataka. Lakini kukuja kutuambia Mtume Muhammad si mtume wa Mwenyezi Mungu, hauna hata thibitisho. Tunataka evidence. Lakini mwalimu wa Kikristo unapokuja hapa, wewe kuja utuambie wanakondoo umekuja ukatuambia ni wazizi lingine, utuambie wanatoka Kenya, wanatoka Uganda ama wanatoka wapi, ama utuletee jina ya mataifa na iseme nao kondoo wengine ni wa mataifa mengine. Hiyo takubaliana nayo. Ikitaja kondoo inataja wana wa Israeli. Hiyo ndio tunataka. Kwa hivyo hivyo ndio andiko iko. Mtume Muhammad atabakia kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Upende usipende, ukatae usikatae. Kuna wale waliowatangulia wakisema Mtume Muhammad hakuwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Hata Yesu mwenyewe walimwambia si mtume wa Mwenyezi Mungu kwa Biblia. Sasa ni Mtume Muhammad. Hata Yesu mwenyewe alikataliwa. Sasa unakuja unatuambia hapa, unajua Mtume Muhammad, wewe kuja ututolee katika Qur'ani ama Mtume Muhammad si mtume wa Mwenyezi Mungu. Tukubaliana nayo tupeleke kanisani. Hivyo tunataka. Naona muda wangu mimi naona muda wangu umeshaisha. Felix, wacha niheshimu time. Shukrani. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiyo mwalimu wa Kiislamu. Tunamshukuru sana mwalimu wa Kiislamu. Lakini mwalimu, sasa mimi si mwenyekiti. Mimi si mwenyekiti, nafaa ufahamu hiyo. Mimi sasa ninajaribu angalie hii mapito yako inakaa ya kweli ama ni ya uongo. Na nimeanza mada, Yesu alitumwa wapi? Mada, je, Muhammad katumwa na nani? Hiyo ndio mada ya leo. Tafadhali Waislamu, tusiende mbali. Nikusomee Qur'ani yenu itabiri kweli ni ukweli. Sitaki hivyo. Nataka tu nikukwalishe kwenye mada. Umesoma Qur'ani 7:17. Imesema ati Mungu anazungumza wingi katika Musa. Kuja tu kwenye Torati ya Musa. Tafadhali, hatutaki kwenye Qur'ani ya Muhammad. Ngoja tuambie, nje ya Qur'ani kuna Muhammad anatajwa mahali. Kabla tutaingia pale, wacha nipite mapito yake. Ulisema mwalimu wangu saidie kwanza 4:79 Qur'an. Wacha tuanzie kwa hiyo. Nikwambie nani walituma Muhammad? Nikupe saa hii majibu yao cash. Nikwambie Muhammad alitumwa wapi mara moja kabisa. Atupende usipende. Wewe kama umekatalia Muhammad, katalia. Sisi tutatoa elimu. Wewe kituambia upende usipende, hiyo ni yenu. Soma mwalimu wangu. Inasema hivi. Inasemaje ile 79 kitabu cha Al-Qur'ani tukufu? Inasema hivi. Wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ubaya uliokufikia unatoka nafsini mwako. Twende. Mwenyewe umefanya mambo haya. Yakakufika hayo. Twende. Nasi
nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume, na Mwenyezi Mungu ni nani? Ni shahidi. Yani Maulidi anataka anikonvince mimi kwamba wale ambao wanamtuma ni Mungu na yule ambaye anashuhudia ni Mungu. Hii akili ndugu yangu mimi haiwezi kubaliana. Haipo. Ati nasi tumekupeleka kwa watu kukuwa nani? Mtume. Tuangalie mara moja nani ambao walimtuma kabisa. Chukua wakweze wa mtume, wakweze wakubwa wa mtume. Ukurasa wa 12 mwalimu wangu, tuanze kwa kwanza ni nani? Inasema hivi. Inasemaje? Basi mtume akafanya hofu, akarejea kwa mkewe. Huyo ni Muhammad anatoka kwenye pango kupokea utume. Sasa sikia kule kwenye alienda kwa pango alitokewa na nini ndiye apokee utume? Sasa mwalimu wangu akarejea kwa mkewe, akamwajibia. Na pale homa kubwa kabisa ikampanda. Ati homa kubwa ikafanyaje? Ikampanda. Mtu ambaye ametoka kupokea utume anashikwa na homa. Balaa. Ati homa ikampanda. Mtu amepokea utume kuongea na Mwenyezi Mungu na malaika wa Mungu. Anakuja na homa. Kwani hiyo barabara ilikuwa ina vumbi? Hebu sema mwalimu wangu. Akamwadikia. Pale homa kubwa kabisa ikampanda. Akataka afunikwe manguo. Ati akataka afunikwe manguo. Anafunikwa manguo. Yaani mtu ambaye anatoka kupokea utume anafunikwa ache na manguo. Kwani shida iko wapi mtume Muhammad? Sema mwalimu wangu. Akawa anatetemeka kwa dereva. Ati akafanyaje? Anatetemeka kwa dereva. Yaani Muhammad anatoka kupokea utume. Au akiwa anafanyaje? Anatetemeka. Yaani nini tutaangalia kama kuna mtu mwingine alienda kuzungumza na malaika akatoka huko na homa kabisa. Kama atapatikana mmoja tunajua Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama ni yeye peke yake atatuambia nani ambaye alimtokea kwenye pango. Hebu soma. Inasema hivi. Inasemaje? Na anawezeka. Ati anafanyaje? Anawezeka. Soma. Na kusema. Na kusemaje? Najihofia nafsi yangu. Najihofia nafsi yangu. Najihofia nafsi yangu. Mimi nafsi yangu niko na shida. Kwa nini? Tumechezewa na shetani. Kumbe kwenye pango Muhammad alikutana na nani? Na shetani. Kumbe utume wa Muhammad umetoka kwa nani? Kwa shetani. Na si uongo, umetoka kwa shetani? Kwa shetani. Wacha mwalimu wangu, naam, weka kamba kidogo kwa hiyo kitabu, si ndio? Naam. Alikuja akasoma ile 30 kitabu cha Yohana Injili. Soma hapo nikulipigie. Nzuri kabisa. Maisha ya mtume anasema alitokewa na shetani. Wacha tuangalie Biblia tuone inazungumzia aje. Soma hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 14:30. Inasemaje? Yohana Injili. Mimi inasema hivi. Alisema hiyo Yesu anazungumzia mtume. Wacha tuone huyu mtume ambaye Yesu anazungumzia. Ndugu yangu, una shida. Hebu soma. Mimi. Sitasema nanyi maneno mengi tena. Kwa maana yaja mkuu wa ulimwengu huu. Wacha mkuu wa ulimwengu huu. Malisa. Wala hana kitu kwangu. Sasa kama ni Muhammad hana kitu kwa Yesu, alafu itakuwaje Yesu alimtabiri kwa njia nzuri? Na nimesema ni mkuu wa wapi? Wa ulimwengu huu. Kwa mujibu wake mkuu wa ulimwengu huu ni nani? Muhammad. Ni Muhammad, ndio? Mwalimu wangu, 11 Yohana Injili. Inasema hivi. Inasemaje? Tuangalie Qurani, vitabu za manabii ama za muzikiti. Simesema Muhammad alitokewa na shetani. Wacha tuangalie huyu kwa mujibu wake mkuu wa ulimwengu huu ni Muhammad. Ni Muhammad. Hebu soma 16:11. Yohana Injili. Inasema hivi. Inasemaje? Kwa habari ya hukumu. Kwa habari ya hukumu. Sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amefanyaje? Amekwisha kufanyaje? Kuhukumiwa. Kumbe mkuu wa ulimwengu huu amefanyaje? Amekwisha kufanyaje? Kuhukumiwa. Sasa mkuu wa ulimwengu huu ambaye amehukumiwa ni nani? 25:41 Mathayo. Inasema hivi. Inasemaje? Katika Mathayo 25:41. Nzuri kabisa. Kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Na kwa mujibu wa Waislamu ni Muhammad. Ni Muhammad. Situangalie mkuu wa ulimwengu ni nani? Soma. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekea tayari Ibilisi na malaika zake. Kumbe yule ambaye amehukumiwa ni nani? Ibilisi. Ndiye mkuu wa ulimwengu ambaye Waislamu wanasema ndiye Muhammad. Kumbe Muhammad ni nani? Shetani. Sasa kuja upinge hiyo nirudi na nyundo ingine round 2. Yaani hiyo unajua nimepapasa kwa sababu nimekuwa ni mnyonge kabisa. Nataka nikufinye sana wali wangu kwa sababu
Kwa nimesema nasi tumekutuma, si ndio? Si tuangalie nani walimtuma. Rudi kwa ukurasa wa mtume. Ukurasa wa 12 kwa point yenyewe. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema, na mkumbuke Muhammad anatoka kwenye pango akiwezeseka, amechawa homa na anajiofia nafsi kuchezewa na mashetani. Soma. Inasema hivi. Inasemaje? Mtume ulipomchukua usingizi, alitoka Bi Hadija akaenda kwa yule jamaa yake. Bwana Waraka bin Nafai. Ati Waraka bin Nafai. Waraka bin Nafai. Padri wa Kinasara akamjulia haya. Padri wa Kinasara, ukisikia padri wa Kinasara ni padri wa Kikristo, na padri wanapatikananga wapi? Kwa kanisa Katoliki. Mapadri ni wa Katoliki. Sasa mke wa Muhammad anaenda kwa jamaa wake ambaye anaitwa nani? Padri Waraka bin Nafai. Inasema hivi. Inasemaje? Akamjulia haya. Yule padri akamwambia, aje? Utume huo Muhammad anasema nimechezewa na shetani, lakini padri anasema ni utume. Kumbe padri ndiye alisema Muhammad ni mtume. Huyo ni wa kwanza. Wa pili ni nani mwalimu wangu? Maisha ya mtume, ukurasa wa ngapi? Wa 10 na ngapi mwalimu wangu? Ukurasa ni wa 10. Fika 10 na ngapi? 13. 16. Inasemaje? Hata siku moja. Kwanza ambaye alituma Muhammad ni Waraka. Huyo ni wa kwanza. Ndio maana inasema nasi tumekutuma. Soma mwalimu wangu. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema. Waraka akamwambia huyo. Mwalimu wangu fika haraka. Naam. Ukurasa wa 16 haraka mwalimu wangu. Fika. 16. Wa kwanza ni Waraka, wa pili anaitwa Badri, anaitwa Bahira. Pia huyo ni Badri wa Kinasara. Wale ambao wametuma Muhammad ni Badri wawili na bibi yake Hadija. Ndio maana Qur'ani inasema nasi tumekutuma ni watatu. Badri wawili na mke wake nani? Hadija. Ukucho kane hiyo. Ukucho sema ati si Mungu anasema nasi tutumuombe Mungu. Nitakunyorosha fimbo nyingine utayoona. Mwalimu wangu? Naam. Alisema hivi, kwa 14:16 kitabu cha Yohana Injili. 14:16. Yohana Injili. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Ati nami nitamuomba Baba. Yesu anasema niko na Baba. Sikione kama Muhammad anasema kwamba Yesu ana baba, si ndio? Ndio sasa wako kwa umoja. Yesu anasema nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Maanisha Yesu ana baba yake. Mwalimu wangu? Naam. Qur'ani 6:101. Inasema hivyo. Inasemaje? Nzuri kabisa. Inasemaje? 6:101. Inasemaje? Yeye ndiye Muumba mbingu na ardhi. Inamkiniaje? Awe na mwana hali hana mke. Kumaanisha Mungu wa Kiislamu ndiye akwe na mwana mpaka awe ameoa. Huyo ndiye Mungu wenu ni kiwete. Mungu wenu ni kiwete. Ati Mungu wa Kiislamu ndiye awe na mwana, lazima awe ameoa. Mungu wetu anajitosheleza. Sasa Yesu anasema nitamuomba Baba. Na huyo Baba wa Yesu ni nani mwalimu wangu? 20:17 Yohana Injili. 20:17 Injili. Yohana Injili. Yohana Injili. Inasema hivi. 20:17 Yohana. Niko hapo mwalimu. Baba wa Yesu nani? Kwa sababu Yesu anasema nitamuomba Baba. Na hao wanasema Mungu hana mwana kwa sababu hana mke. Tuone Baba wa Yesu ni nani? Soma hapo. Yesu akamwambia, "Mwambiaje? Usinishike kwa sababu sijapaa kwenda kwa baba yangu. Lakini nenda kwa ndugu zangu." Ukaambie unapaa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu, na Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Kumbe Baba wa Yesu ni Mungu wetu, na anaomba apewe msaidizi mwingine ambao Waislamu wanasema ni Muhammad. Yakubali kwamba Yesu ana baba. Sasa atakuwa aje? Amemtabiri. Waislamu, niangalie muda mwalimu wangu. Niangalie muda wangu tafadhali. Naam, dakika moja. Naam. Maulidi naona analalamika. Maulidi sitakunyanyasa. Wacha tumalizie pale. Sasa umepona. Sawa tu umepona. Sasa tunaingia kipindi cha maswali na majibu. Kwa sababu nani walianza mada? Waislamu ndio walianza mada. Wacha nikaribishe mwalimu wa Kristo aanze kuuliza swali. Swali linauliza dakika 2, linajibiwa dakika 5, lakini hakuna kusahihisha. Tafadhali. Yule ambaye ataenda kusahihisha mwenyewe itabidi aangalie muda wake. Atenge muda wake vizuri. Mwalimu wa Kristo
Kuja uliza swali kwa dakika 2. Kuja ulize swali kwa dakika 2, Muislamu anajibu swali kwa dakika 5. Haya, wacha niseti muda, unajua sasa hapa imekuwa balaa. Na Muhammad na Maulid ulinikula. Sababu ukiko hapa ijapigwa ushanikula wewe. Karibu. Karibu. Dakika 2. Naam. 30 Qur'ani 33 mstari wake ni 40. 33:40. Naam. Ali Qur'ani. Naam. 33. Hii mwalimu wangu naye alisoma na majini. 33 mstari wake ni 40. Inasema hivi 40. Twende. 33:40. Na mambo mengi nayo bwana. Inasema Muhammad si baba yoyote. Muhammad si baba yoyote katika wanaume wenu. Twende. Bali yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Ati na mwisho wa mitume. Kwa hivyo Muhammad ni mtume wa mwisho kwa Waislamu. Lakini wanasema kwamba Yesu atarudi kwa sababu wanaamini kwamba Yesu yuko mbinguni. Yesu atarudi kuhukumu, yani atahukumu kwa haki, ndivyo wanavyosema. Ataua nguruwe na kuvunja msalaba. Na wewe atarudi kuwa kama nani? Kama mtu wa kawaida ama mtume? Kwa sababu wanasema kwamba hajakufa, si ndivyo? Wanasema kwamba hajakufa, lakini wanasema kwamba yuko mbinguni, atarudi kuhukumu, kuua nguruwe na kuvunja misalaba. Yesu akirudi Muhammad atakuwa wangapi? Muhammad atakuwa wangapi? Ama Yesu atakuwa kama nani akirudi? Hiyo ndio swali yangu. Atarudi kuwa kama nani? Kwa sababu anasema kwamba Muhammad ni mtume wa mwisho. Naam. Na Yesu atarudi, wanaamini kwamba Yesu hajakufa. Akirudi atakuja kuhukumu, atarudi kuwa kama nani? Ndio swali yangu. Asante sana na kusikitika kwa walimu wa Kikristo. Mimi nilikuwa nadhani mtatoa hoja mseme Muhammad si mtume. Mimi nashangaa sana Felix ukitoa katika Yohana 16:11 kabla sijamjibu swali yake. Hiyo swali yake ni rahisi kabisa. Yesu atatujibu atarudi kama nani? Twende. Inasemaje Yohana 16:11 ndio nirudi katika mapito yake. Twende haraka haraka. Yohana 16:11 inasemaje? 16:11 kitabu cha Yohana. Inasemaje? Inasema hivi. Twende. Yohana 16:11. Twende. Inasema Twende haraka haraka hiyo masaa 16:11 inasema hivi. Inasemaje? Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule kwa ulimwengu ashafanya nini? Ameshakwisha kuhukumiwa. Kweli kabisa. Twende, endelea. Hata akaweka maneno yake, akasema ni shetani huyo. Twende, tuendelee na maneno yake. Anaweka maneno yake. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia. Twende 13. 13 inasema lakini yeye atakapo bado anazungumzia huyo mkuu wa ulimwengu atapokuja, huyo roho wa kweli. Kisha nimekumaliza Felix. Unasema ati huyo mkuu wa ulimwengu ni shetani. Hapo Yesu anasema ni roho wa kweli. Wewe ni mpinga Kristo katika Mathayo 12:30. Ukatoa Mathayo 25:41. Twende haraka haraka tumwangalie. Tena unapatika maneno yako kwa Yesu. Chunga, Yesu atakuhukumu, anasema neno langu litahukumu. Ukisoma Yohana 12:48, neno langu litahukumu watu siku ya kiyama. Unamweka maneno yako ukisema ni shetani. Mathayo 25:41. Twende 25:41. Twende, inasemaje? Kitabu cha Mathayo. Inasemaje? Akaekelea maneno yake hapo. Twende 41 inasema. Twende. Kisha akawaambia nini? Na wale walioko mkono wake wa kushoto, mkono kwangu, mliolaaniwa mwende katika moto wa milele aliyewekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Sasa akasema mkuu wa ulimwengu. Yesu amesema ni roho wa kweli.
wewe ukaweka huyu tofauti, umeenda kinyume na Yesu. Hapo tayari Bwana Felix umejidhulumu. Ukauliza mambo ya kutetemeka. Na shangaa sana, ni kama usomaji Danieli 10:11. Twende kitabu cha Danieli, twende, inasemaje? 10:11 inasemaje? Unaona mtu akitetemeka. Twende 10:11 inasemaje? Danieli 10:11 inasema, twende. Akaniambia Danieli, twende, mtu upendee sana, twende, wafahamu neno, twende, nikwambiao, twende, ukasimame, twende, kiwima, maana kwao nimetumwa sasa. Twende. Na aliponiambia neno hili, nikafanya nini? Na nisimama, nikafanya nini? Nikatetemeka. Ulikuwa unauliza kama Muhammad hata Danieli alitetemeka akiongea na malaika. Does it mean Danieli si mtume wa Mungu? Ukauliza mambo ya moto ya Muhammad kufinywa si shida. Mungu anapanga vile anavyotaka. Tutamwangalia kitabu, tumwangalie nani huyo anaitwa nani, Isaya 6:7. Twende kitabu cha Isaya 6:7. Huyo utaiona. Isaya alichomwa na moto kwa mdomo na malaika, wakati malaika anamkujia kwa mara ya kwanza. Hiyo ni mpya. Utasema yeye si nabii kama Muhammad vile amefinywa. Hata Isaya alichomwa kwa mdomo, utasema si nabii. Twende haraka. Akaniguza kinywa changu. Hiyo ni maandiko mpya hujawahi ona, imeshuka leo. Prado mpya. Twende. Akaniguza kinywa changu. Akamgusa kinywa chake. Kwa kaa hiyo. Akaniambia, tazama, hili nimekuguza mdomo yako na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako. Rudi juu, utaona ni kaa la moto. Akamchoma na kaa la moto, lakini tuache kwa sababu maandiko yako hata malaika kutojifanyia introduction. Ukisoma Waamuzi 13, hata mamake Samson, wakati Samson anaanza kubashiriwa, hakujieleza malaika, mpaka babake anauliza, mbona huyu malaika ni nani huyu? Hata mjui. Hii ni mpangilio wa Mungu. Mungu haulizi swali. Ukauliza kuhusu Muhammad, ukauliza swali yako wakati Yesu atapokuja atahukumu kama nani. Hiyo kwanza ni mada umeenda. Ukitaka kujua kweli meli imeangamia, utatupeleka kwa Yesu. Lakini kwa sababu sisi ni walimu, hatutaki kukuacha. Matendo ya Mitume 7:54. Tueleze Yesu alikuwa hata akikuja akiwa mbinguni hapo alikuwa namna gani? Akiteremka atakuwa namna gani? Twende 7:54, kitabu ni cha Matendo ya Mitume. Inasemaje? 54 inasema, basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsaidia neno, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akafanya nini? Akakaza macho yake akitazama mbingu. Akatazama Yesu ako mbinguni baada ya kukufa kwenyu vile mnasema. Akakaza macho yake mbinguni, akafanya nini? Akaona utukufu wa Mungu. Twende. Na Yesu akasema upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Yesu atabakia Yesu, haibadilishi. Hata Yesu akihukumu manabii, mimi ukileta mambo ya hukumu nitakupatia manabii karibu mpaka malaika na hukumu. Haimaanishi simu malaika atakuwa Mungu, wala wanadamu wakihukumu watakuwa Mungu. Kwa hivyo Yesu akikuja atakuwa Yesu, hatabadilika kuwa Yesu. Unless ukuwe na andiko yako useme kuwa atakuwa ni mtu mwingine. Hapa tuko, je, taili yangu imefika kweli? Hapa tuko Yesu ni Muhammad ni mtume wa Mungu. Sijaona hoja hata moja umemtoa Muhammad si mtume wa Mungu. Huyo ni Muislamu na hoja zake. Hata mwizi asemangi mimi ni mwizi. Sasa unataka Muhammad aseme mimi si mtume? Sasa kwa hivyo hiyo ilikuwa swali la Kristo. Wacha nikaribishe walimu wa Kiislamu waulize swali kwa dakika 2, alafu tukuje tuwape majibu sahihi. Wacha bila hao wanababanya. Karibu kwa dakika 2, mwalimu wa Kristo, muda wako huu hapa. Mwalimu wa Kiislamu sio Kristo. Haya, mwalimu wangu. Naam, Cheke kwa sababu hatuna muda. Nataka unisomee hiyo Mathayo 15:24. Ndio wanajifanya wajanja. Nimeuliza swali hapa nikitoka, hiyo wamejifanya mnazo. Kazi yake kupinda ulimi. Nisomee hiyo Mathayo cheke tu sababu ya muda wangu, niulize swali hapo.
15:24 kitabu cha Mathayo. Inasema 15:24. Wale wangu nafika hapo dakika moja tu. 24 inasema, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Tulia hapo, ndio imetosha. Nisomee hiyo ndio Yeremia ngapi? Yeremia 50:17. Yeremia, kitabu cha Yeremia 50:17. Unasema Israeli ni kondoo aliyetawanywa, simba tulia tu. Mimi swali langu liko hapa. Mimi nataka andiko. Mwalimu wa Kikristo ndio alikuja na hiyo mambo ya kondoo, watu wa kondoo na zizi lingine. Nitauliza swali langu hapo. Hakuje atutolee andiko kondoo wa hizo zizi zingine ni kondoo ya taifa gani? Inatoka taifa gani? Kwa sababu mimi nimetoka katika Yeremia ngapi? Nimetoa Yeremia 50:17. Tutolee hizo kondoo ni ya taifa gani? Ni kondoo za Uganda, kondoo za Rwanda, kondoo za Kenya, ama ni kondoo za wapi? Kuja tutolee ni kondoo za hiyo zizi ya gani? Short and clear. Na usikupeleke hivi, tutolee andiko na usiongeze wala usipunguze. Bwana Felix, unapokuja kusoma hapa hivi, hata kama ni vitabu, usikiengee vitu kwa mdomo yako. Sema mahali imesema Mtume Muhammad alitumwa na shetani. Usikuje kusema kwa vitu zako zile ambazo zile unatoa. Hakuna mahali inasema Mtume Muhammad alitumwa na shetani. Wewe acha kuweka vitu zako, soma venye kitabu venye imesema. Mimi swali langu nijindue, hizo kondoo ni ya taifa gani? Hiyo ndio nataka kujua kupitia andiko. Usipinde ulimi tafadhali. Andiko useme. Hiyo ni rahisi. Yaani tumeuliza kuhusu swala ni la Muhammad. Unauliza kondoo. Na wacha mimi pia nikuwekee kibano. Ukuje utoe andiko. Hizo kondoo si za Afrika na si za Kenya. Ukuje utoe. Lakini hiyo mimi nakupea mwalimu wangu. 2:8 Matendo ya Mitume. Tuone kama hiyo sitamjibu. Matendo ya Mitume 2:8. Tuone. Wacha nikwambie hata Waarabu wako ndani. Wacha nikupee hiyo. Soma hiyo. Inasema hivi. Nasemaje? Katika Matendo ya Mitume 2:8. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Twende. Wapadri wa kwanza, wapadri. Hao ni wana wa Israeli? Hapana. Amesema nimtolee hizo kondoo zingine ni za wapi? Sasa sikieni zingine ni za wapi? Mwalimu wangu soma. Wapadri na Wamedi. Ashaanza kulalamika. Shindano tuliingie biingie. Soma. Na Waelami wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya. Misri na pande za Libya. Anataka kondoo wengine kama ni Waafrika. Akuja atoe kama Libya iko Arabuni. Akuja atoe, si ndio? Hebu soma. Inasema hivi, wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa. Ati Wakrete na Waarabu nyinyi mlikuwa ndani. Kwanza hata huyu si Mwarabu. Huyu si Mwarabu. Na wacha nikwambie, sifa za Waislamu walimu wangu ni gani? 9:8 Ufunuo. Kwanza nimalize kwanza. 9:8 Ufunuo kwanza. Ni mtoe kwanza yeye si Muislamu. Twende kabisa. Tena alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu 9:8 Ufunuo walimu. Nzuri kabisa. Nasemaje? 9:8 Ufunuo. Inasema hivi, huyu anakuja kunipea na nywele kama nywele za wanawake. Nishakutajia zile kondoo zingine kutoka kwa Arabu, zinatoka Libya, zinatoka nyingine Afrika, si ndio? Naam. Yeye akuja atoe zile kondoo zingine. Mimi sinimtolea. Naam. Yeye akuja apige, atoa andiko zile kondoo zingine. Asitoki huko. Hebu soma. Inasema hivi. Inasemaje? 9:8. Na walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Wale wenzike walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Na hiyo unabii unatabiri kuhusu Waarabu. Nao ndio Waislamu. Muhammad huyu Maulidi ako na nywele kama ya wanawake? Hapana. Yeye ni nywele ngumu. Hafai kuwa Muislamu. Kama ana shida
Akasema ati hakuna andiko Muhammad hajatumwa na shetani. Wacha niitoe tena mwalimu wangu. Kwa Kwesa wa Mtume ukurasa wa 12. Inasema hivi. Apige hiyo. Inasema hivi. Basi mtume akafanya hofu. Akafanya anakuja ananiambia atika ni moto. Wacha nikupe elimu. Ninyi kweli hamnanga elimu. Unakuja kunifundisha Biblia. Hebu soma mwalimu wangu. Mtume akafanya hofu, akarejea kwa mkewe. Akamwadithia na pale pale homa kubwa kabisa ikampanda. Ati homa kubwa ikafanyaje? Ikampanda. Huyu anashikwa na homa. Yeremia anafanyaje? Ama Danieli anafanyaje? Anatemeka, anasimama, si ndio? Na wapi Muhammad kaongea na malaika? Kwanza Danieli anaongea na malaika. Hukuja kwa andiko Muhammad aliongelesha na malaika. Danieli aliongelesha na malaika. Hata Yeremia anaongelesha na malaika. Hukuja atoa andiko Muhammad anaongelesha na malaika. Ni silimu. Leo ni silimu. Utoa andiko kwa Qur'ani moja. Kwanza mwalimu wangu. Hebu kwanza amekuja ameboronga fikra, anasema malaika alipofika kwa Manoa hakumwambia wewe chunga sana maisha yako. Mwalimu wangu soma andiko kwanza. Inasema hivi. Inasemaje? Homa kubwa kabisa ikampanda. Akataka funiko maguo. Haraka anatetemeka na kwa derema. Na anaoweseka na kusema najihofia nafsi yangu. Fanyaje? Kuchezewa na mashetani. Muhammad anaogopa kuchezewa na mashetani na kuniharibu akili. Hata kuniharibu akili. Kumbe Muhammad alikuwa wazimu akiandika akipewa Qur'ani. Alafu anakuja wanasema ati wako ni malaika. Nini ambacho kiruhusia Muhammad aseme ni malaika akasema ni shetani? Mwalimu wangu. Unaweza tutiko nitokana na malaika useme ni shetani? Hapana. Kwani Muhammad shida ilikuwa wapi? Alijua huyu ni shetani. Alijua. Hawako wanasema alijua andiko na hiyo ni gani? Kuna andiko lingine amekuja ameliharibu 16:13 kitabu cha Yohana. 16. Unasomea Biblia kama msikiti. Huwezi elewa Biblia kama unapanga kuofia kwa msikiti ndugu yangu. Utabidi utoe wapi? 16 sio 11. Inasema hivi. Nilisema mkuu wa ulimwengu huu amehukumiwa. Anasema ati mkuu wa ulimwengu huu ni roho. Nitakupiga swali hilo zaidi unasoma ni wangu. Kwa habari ya hukumu. Kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Hata bado nikali ninaye mengi ya kuambia. Lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini atakapokuja huyo roho wa kweli. Huyo roho wa kweli ni mkuu wa ulimwengu. Hapana. Mkuu wa ulimwengu mwalimu wangu ni shetani. Hata wakatao hukubali. Na hawa kwa mujibu wao wanasema Roho Mtakatifu ni nani? Ni Muhammad. Sivyo ndio wanasema. Wanavyodai. 15:26 kitabu cha Yohana. Yohana Injili. Inasema hivi, mliangalie masaa na udhibitisha. Alafu niulize swali la pili akuja ajibu. Kabisa. Sawa ni mwalimu wangu. Haidingi nimebaki dakika moja. Dakika moja maulidi usiwe na shida. 15:26. Inasema hivi, lakini ajapo huyo msaidizi atakayewapelekea kutoka kwa Baba. Na Yesu anasema Baba yake ni Mungu wetu. Na Muhammad yakubali kama Mungu anamwa Bwana. Sasa Muhammad anatoka acha kwa Mungu. Hebu soma. Huyo roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Ati roho wa kweli atashuhudia Yesu. Wapi Muhammad alishuhudia Yesu? Yesu anashuhudia kama mwana wa Mungu. Wapi Muhammad alishuhudia Yesu? Sasa hii najua masaa yangu imeisha, si ndio? Naam. Wakati wangu umeisha. Lakini Wakristo ndio tunauliza swali, si ndio? Kabisa. Swali la pili. Maulidi, sikia swali la pili. Sisi ndio tunauliza swali. Sikieni swali la pili. Mwalimu wangu, naam, Zekaria 14:16 Yohana. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema, niulize swali, nitamwomba Baba na atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Safi. Ndio roho kweli. Ndio roho kweli ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa mwani wala umtambui. Safi. Bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu. Naye atakuwa ndani yenu. Sitaacha ninyi yatima. Naja kwenu. Naam. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hamunioni tena. Bali ninyi mnaniona. Safi. Kwa sababu mimi ni hai. Sasa mwalimu wangu, naomba usome Yohana. Hebu soma 14:26.
Inasema hivi. Huyo roho wa kweli tujue jina lake ni nani? Soma. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu. Msaidizi anaitwa Roho Mtakatifu. 7:56 maneno ya mtume niulize swali. 7:57 maneno ya mtume niulize swali. Tunaambiwa kwamba roho wa kweli anaitwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Unasema Roho Mtakatifu ni nani? Ni Muhammad, si ndio? Muhammad alikuwa mtakatifu? Hapana. Soma. Basi niulize swali. Walipokuwa soma niulize swali. Basi waliposikia maneno haya walichomwa mioyo. Soma walimwangu. Wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, Stefano akijaa Roho Mtakatifu. Swali langu, Stefano wakati anajawa alikuwa amejawa na Muhammad? Ndio swali kabisa. Mjibu. Waje mmesikia swali langu. Mimi hapo msomaji na unisomee hiyo. Unajua jamaa ana ujanja mingi sana, amesoma Matendo ya Mitume 2:8. Sisi nataka jina ya kondoo. Wacha ujuaji ya kanisa hapa tuko kwa barabara, hapa tuko kanisani. Hiyo ujanja peleka kanisani. Soma andiko inasema imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo Wabareki na Wamedi na Waalamu nao wakao Mesopotamia. Atulia kwanza sababu ya muda. Hapo kuna jina kondoo. Wacha ujanja bana. Mimi nimetoa ngapi? Nisomee Yeremia ngapi? Tutarudia hapo. Hiyo ujuaji ndio nakwambia. Tulitoka kanisani sababu ujuaji. Soma hiyo nini Yeremia ngapi? 50:17. Ujuaji. Tunataka jina ya kondoo. Yesu mwenyewe ametaja jina ya kondoo. Yesu mwenyewe kataja jina kondoo, naye nani Yeremia ametaja jina nini? Kondoo. Acha kutuletea mambo ya Paulo. Wewe umefuata Paulo, ndio maana yako umezoea uongo kwa mdomo. So nini? Akusoma iandiko haraka. Israeli ni kondoo waliotawanywa. Ni kondoo waliotawanywa. Hiyo ndio andiko nataka. Wewe unakuja na nipeleka kwa Paulo. Paulo mwenyewe hata hajamuona Yesu. Wacha ujuaji bana. Kama andiko hakuna, sema hakuna. Hivyo ndio tunataka. Usilete ujuaji mingi. Sijui nini, alafu unakuja unatuambia ati Waarabu wako na nywele za nini? Za wanawake. Si hata Yesu mnamweka kwa picha za kona nywele za wanawake. Nywele ndefu zimelalia hadi kwa shingo. Waarabu, wazungu wote wako na nywele refu. Sisi wa Afrika ndio hatuna nywele refu. Hatujabarikiwa na nywele refu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kulingana venye alituumba. Unakuja unatuambia hapa ati sijui Arabu. Si Waarabu peke yao wako na nywele refu, hata wazungu wako na nywele refu. Wacha ujuaji bana. Mbona ukiona Yesu hata sijui nasema akiona mzungu anaona Mungu wake. Ukiona mzungu wetu unajua huyu ni bloodline wa Mungu wangu. Wacha ujuaji. Wewe ukuje hapa utuletee andiko katika Matendo ya Mitume imetaja jina ya kondoo. Ndio maana yake niliuliza hiyo swali kwa sababu najua abadan haiwezi patikana. Yesu alitumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hivyo ndio iko. Haya, amekuja ametuambia mambo ya Stefano. Stefano mwenyewe kuna aina mingi ya Roho Mtakatifu. Kuna aina mingi sana katika Biblia. Sio hiyo pekee. Unasikia? Sisi Waislamu tunamwamini, tunajua Roho Mtakatifu ni Jibril, malaika Gabrieli, ama wazungu wanamuita nani? Kwa Kiswahili wanamuita nani? Gabrieli. Kwa Kizungu wanaitwa nani? Gabriel. Unasikia? Sisi tunajua Roho Mtakatifu ni Jibril. Kwa hivyo kuja pale katika hizo andiko ambazo zimetolewa, zimesema mtu ambaye atakuwa na roho wa kweli, si Roho Mtakatifu. Wamesema mtu ambaye atakuwa na nini? Na roho wa kweli. Kuna vitu zingine hata tukiangalia bwana, tuacheni ujanja. Usikuje kuongeza vitu zako Felix. Mimi mwenyewe nikitoa hivi katika Biblia ikisomwa, siongezi wala sipunguzi, na iheshimu. Tunaelewana? Na
Lakini Qur'ani ikisomwa ama vitabu ama hadithi za mtume zikisomwa, wacha kuongeza, usilete ushabiki. Wacha kuleta ushabiki. Ati Mtume Muhammad alitumwa, alijua ni shetani wewe ulikuwa naye akakwambia alijua ni shetani. Shetani haonekani, jini haonekani. Wacheni bana vitu vingine bana. Tuko hapa kufundishana, tuko hapa kukejeli mambo ya vitu ni dini za watu wengine. Hatuko hapa kukejeli. Soma kitu kulingana venye imeandikwa. Msomaji anaisoma vizuri, lakini mwalimu wa Kikristo anaongezea vitu zake. Wacha ushabiki. Ndio naona dunia mzima watu usaidia ukiingia kwa mtandao, watu wanasilimika kwa sababu wanaanza kujua ukweli. Watu wamesilimika kwa sababu watu wanaanza kujua ukweli. Ndio unaona saa hii hakuna mahali mimi nataka mwalimu wa Kikristo, mimi naweza mletea kanisa imegeuka ikakuwa msikiti. Yaani niletee ni wapi? Msikiti ikakuja ikageuka ikakuwa msikiti, kanisa hakuna. Kwa hivyo kwa sababu gani hii ujanja ndio inafanya watu waanze kujua ukweli? Weka watu kwa mwangaza, usiongeze wala usipunguze. Mungu amekuambia katika Biblia, hivyo ndio iko. Kwa hivyo ndio iko. Shukrani. Sawa Maulidi, tunashukuru kwa kulalamika. Tunakushukuru kwa kuleta malalamishi yako kwa koti. Unataka tukigeuza mzikiti ikuwe kanisa tukutangazie? Sisi hatujipiki kifua. Katika 26:2 kitabu cha Methali inasema na mwingine na akusifu. Sisi hatujisifu. Wacha niwaulize swali. Wale Waislamu mlikuja nao, wale Waarabu mnaonanga? Endo watafute. Endo watafute. Sasa ni hiyo tu mfano. Nyinyi mnapiga kifua mnasema mnakeuza. Sawa, lakini hatuna shida. Sisi Waislamu mnaonaje? Masai imeenda ama tufanyaje? Bado kujeni muulize swali. Swali kwa dakika 2 kujibiwa na tafadhali, kwa sababu ya masaa watu tukae kwenye. Unajua ngoja kwanza mwalimu wa Kiislamu. Nafaa tukae kwenye mada, si ndio? Kuna mahali Muhammad alitumwa kwa kondoo, lakini Maulidi aliuliza swali la kondoo na tukamjibu kwa sababu sisi ni waangwana. Kondoo ni wana wa Israeli. Kuna mahali Muhammad alitumwa huko, lakini tukujibu kwa sababu sisi ni waangwana. Hii hata iko mada yetu, lakini kwa vile tu tunataka turekebishane, hii ni mafundisho, hatutaki lawama, si ndio? Karibu mwalimu wa Kiislamu, uulize swali, lakini swali lilikuwa ndani ya mada. Karibu. Asante. Mnakuwa na kitabu ya maisha ya mtume. Haya, enda 104. Hiyo 104 tuweze kuangalia Muhammad ni nani huyo aliongea naye, ni Jibril ama si Jibril? 104. Kwanza 104. Alafu niulize swali yangu kwa sababu sijaona haja. Muhammad wakati anasema nahofia nafsi yangu kuchezewa na shetani, si nimechezewa na shetani. Lugha inampiga chenga ndugu Felix. Atasema nimechezewa. Huyu ni mtume wa Mungu. Amen. Ndio nikakutomea katika kitabu wa Waamuzi 13. Hata Solomon mwenyewe wa babake Samson hawakujua ni malaika. Mpaka ameenda hawajajua ni malaika. Mungu anapanga anaendea kwa manabii vile anavyotaka. Nikakutolea katika Isaia 6:6. Ukianzia 6, malaika akamuendea na moto na kala moto akamchoma Isaya katika mdomo. Hii ni mpangilio wa Mungu, lakini toa hoja. Muhammad anatumwa na Mungu. Hebu inasemaje? Ifike 104, ifike 81. Haya, uko na kama hauna hiyo, kuna hii inaitwa Marjun. Hiyo hauna. Rais Maktum uko nayo? Okay, hiyo tutabeba nikuonyeshe kwa nikitoka nje ya vitabu nitakuonyesha ni Jibril ambaye kwamba ameenda. Swali langu ni rahisi kabisa. Swali langu, kwa mfano katika Qur'an sura ya 48:29 inasemaje? Ndio niweke swali yangu. Tunataka utoe hoja Muhammad si mtume kutoka kwa nabii yoyote. Twende, inasemaje? Kitabu cha Qur'an 48:23 inasemaje? 48:23. 24. 8 inasemaje? 28. Inasemaje? Soma. Wewe ndiye aliyemtuma. Mtume. Yende 29 haraka. Sasa nasema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mungu. Sasa tunataka hoja, mtoe Muhammad si mtume wa Mungu. Ukisema mambo ya mtakatifu
Mtakatifu. Tumeona katika Luka 4:1 Roho Mtakatifu alimchukua Yesu, lakini Yesu anasema yafaa niondoke kwa sababu nisipoondoka huyo hawezi kuja. Hakuwa anazungumzia Roho Mtakatifu. Luka 1:7 hivi manabii ni watakatifu. Waraka wa Yohana 1:1 kuna roho ya kweli ambaye kwamba ni watakatifu. Sasa swali langu, toeni hoja, wapi andiko yoyote Muhammad kutoka kwa manabii si mtume wa Mungu? Ndio tukubaliane na nyinyi. Mmeishiwa hoja ndugu yangu. Mwalimu wa Kristo ujibu hiyo swali. Unajua kuna vitu vingine hatutakuuza, tumebaibai ili mkuje tena. Sasa karibu ulize swali kwa dakika 5 tunapoandaa mambo mengine hapa. Ujibu swali kwa dakika 5. Ameuliza hivi, wapi ama tunakataa Muhammad kwa hoja zipi kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu? Kitu ya kwanza, hebu nisaidie Qur'ani 9 mstari wake ni wa 80. Qur'ani 9 mstari wake ni wa 80. Kwa nini tunakataa Muhammad kuwa sio mtume wa Mwenyezi Mungu? Qur'ani naam 9:80. Akaja hapo akasema kwamba Muhammad katumwa kwa watu wote wa haki. Sasa tuangalie Qur'ani 9 mstari wake wa 80. Inasema ewe mtume, waombe msamaha hao wanafiki, au usiwaombee hata ukiwaombea msamaha mara 70. Twende. Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Kitu ya kwanza tunaona kwamba hao watu ambao Muhammad anafaa kuombea msamaha, Mwenyezi Mungu anasema hata ukiwaombea msamaha sitawasamehe. Kwa nini sitawasamehe? Kwa sababu Muhammad mwenyewe sio mtakatifu, ako na dhambi. Qur'ani 40 mstari wake wa 55. Muhammad ako na dhambi. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema hata ukiwaombea sitawasikia, sitawasamehe. Qur'ani 40:55. Qur'ani 40:55. 55. Basi subiri. Twende. Bila shaka ahadi za Mwenyezi Mungu ni kweli. Twende. Na omba msamaha. Muhammad anaambiwa omba msamaha kwa dhambi zako. Twende. Na usimtukuze Mola wako na subiri. Kwa hivyo Muhammad anaambiwa omba msamaha kwa dhambi zako. Muhammad ako na dhambi. Kwa nini? Ndio maana hata alirogwa ulimwengu wa majini, ukurasa wake wa 10. Ulimwengu wa majini tunamkataa kwa sababu sio mtume wa Mwenyezi Mungu. Amejaa madhambi kwa sababu alijituma mwenyewe ama alitumwa na watu ambao wanajidai tulikutuma. Inasema ndugu msomaji, sasa sikiliza ndugu msomaji, nikosa kupinga kuwepo kwa uchawi. Kwani uchawi ni jambo ambalo lipo tangu kale. Ati uchawi ni jambo ambalo liko tangu zamani za kale, kama ilivyo ndani ya Qur'ani. Twende. Na isitoshe, twende, hata mtume wetu ambao anasema Muhammad alirogwa. Ati alifanywa nini? Alirogwa. Ukurasa wake wa 31 wanasema kwamba Muhammad ametumwa kwa ulimwengu wote. Ni nabii yupi aliwahi kutumwa kwa majini? Kwa sababu majini hawana kitabu ila Qur'ani, hawana mtume ila Muhammad. Kwa hivyo majini na Waislamu ni ndugu na dada, kwa sababu mtume wao ni mmoja, Muhammad. Inasema twende, hatupingi kwani majini miongoni mwao wapo Waislamu. Kwani majini miongoni mwao wako Waislamu. Twende. Na wala hawana kitabu ila Qur'ani. Hasikiliza. Na hawana mtume ila Muhammad. Kwa hivyo majini na wapinga Kristo ama wale ambao wamekataa kuamini maneno ya Mwenyezi Mungu, kuamini Yesu, unawaita kwamba wao ni makafiri. Kwa sababu gani? Mtume wao ni Muhammad, na Muhammad tunaona kwamba
ako na madhambi, ndio maana hata akiombea hao waumini wao hawawezi kusamehewa. Kwa sababu gani? 47:15 nikimalizia. 47 Qur'ani 47:15 tunaona kwamba Muhammad ako na dhambi. Sasa waumini, tunauliza waumini, je, wako na dhambi pia? Ndio maana Muhammad akiwaombea hawawezi kusamewa. Kwa hivyo Muhammad sio mtume wa Mwenyezi Mungu, hafikii kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwa mafundisho yako, kwa mafundisho yake. 47:15 haraka haraka. Qur'ani 19 twende, inasema twende, jua ya kwamba hakuna abudiwaye kwa haki twende, ila Mwenyezi Mungu. Naomba maghfira, omba maghfira kwa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume. Muhammad ako na dhambi, wanaume Waislamu wako na dhambi, Waislamu wanawake, na Waislamu wanawake wako na dhambi. Hiyo kikundi chote mwisho wao ni Jahannam, mwisho wao ni Jahannam. Muhammad alirogwa, hawezi kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwa sababu Hesabu 23:23 hapana uchawi juu ya Israeli na juu ya Yakobo. Kwa hivyo tunakataa kwamba Muhammad hawezi kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume wa Mwenyezi Mungu hawezi karogwa. Mtume wa Mwenyezi Mungu hawezi kuomba msamaha akakosa kusamewa. Sawa, hiyo ilikuwa swali la Muislamu, na kulingana na majibu ambayo yametolewa, sasa mimi naomba kwamba katika mjadala wa siku ya leo, mimi naomba kwamba tukomee pale, lakini licha ya kukomea pale, sisi tunaendelea na mafundisho hapa, tunaendelea na mafundisho katika kitambaa hiki. Unajua, mimi naomba hata Waislamu wangekuwa wataratibu pia wangesikiza hii, lakini kuna Muislamu mmoja niliona ameanza kuchanuka, anaitwa Sule. Nimeona ameanza kuchanuka kidogo. Anazungumzia mpinga Kristo. Although anaficha, lakini kuna vile ameanza kuelewa. Sasa naomba kwamba Waislamu wengine pia waanze kuelewa. Shida tu ni majini. Shida tu majini ni koroka akili. Lakini si kwa ubaya wala si kwa kejeli. Tunawaangalia katika mafundisho. Tunashukuru sana Waislamu kwa kujitokeza kwa ajili ya siku ya leo. Wacha nikaribishe walimu wa Kiislamu, na kabla ya hapo tunaomba watu watatu watupaie betri bwana, sinatusumbua. Mtupaie tu betri, tuende pale tununue betri haraka ili tuendelee kwenye mafundisho. Tafadhali, tupaie betri peke yake. Betri ya moja ni 100. Betri ya moja ni 100. Wakristo, tafadhali. Naona betri zimeanza kutusumbua sana. Tupaie betri peke yake. Na yule ambaye labda anahitaji namba ya simu ni 0741 67 23 24. 0741 67 23 24. Naona betri zetu zinatusumbua. Kabla hatujaingia kwenye kipindi cha unabii, tunaomba kwanza 0741 67 23 24. Unajua Wakristo nao wakisikianga habari za hela unaonanga hapa kumekuchwa, lakini si kwa ubaya. Kuna vile pia kuna shida zimetokea. Sasa Waislamu tunashukuru sana. Karibu mtoe neno la mwisho, alafu tutangaze mada ya siku ambayo inakuja. Karibu mwake watu, alafu mtangaze mada ya siku ambayo inakuja. Karibuni. Asante Bwana Felix, lakini ningependa pia kusawazisha na kuwa mzuri, uko unaweka next Sunday uharakishe. Next Sunday tukuje mapema ndio tuweze kusawazisha. Unajua mwalimu akiwacha juu ya hewa kama sisi walimu wenzake tunasikia roho inatukera kwa sababu hajajibu swali ile ambayo kwamba ameulizwa. Kwa hivyo mimi kwanza ningependa kuwashukuru ndugu wa Kristo, na ningewaomba mfungue macho yenu kwa sababu Mhubiri 7:20
Hakuna mwanadamu ambaye kwamba hakosei. Hiyo ni kitu inajulikana. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye kwamba anatenda haki akose kusema dhambi. Semekani manabii ati hawajakosea. Manabii walikosea. Hata Qur'an sura ya 5 aya 15 Muhammad alisamehea. Lakini Yeremia 7:16 Yeremia anaambia hata ukiwaombea sitawasamea, kwa sababu wale ni watu wabaya. Watu wabaya Mungu ndio anajua, ni hukumu yake ndio anaamua. Kwa hivyo ningependa zaidi kuwa mkuwe na kalamu na kitabu, mujaribu kuchunguza, muangalie haki iko wapi. Msiangalie pande yetu ama pande hawa. Munaangalia haki kwa sababu ni jukumu lenu. Sisi sote ni wapita njia. Ukiwa utapata haki, utakuwa katika njia ambayo kwamba inafaa. Utakuwa unaweza kujiokoa nafsi yako kutokana na moto wa jahannam. Felix, utachagua tu wewe. Last time sisi tumechagua Muhammad. Sasa wewe ndio tutakupatia muda uchague. Na kama jini, nimesikia ameongea jini. Pia unaweza kuiweka hiyo, uchague mwenyewe kama wewe mwenyewe useme hiyo jini, tuone katika Waislamu na Wakristo nani anajua jini. Jini ni wabaya ama ni wazuri? Ningependelea hivyo tu. Asante. Haya, hata mimi siwezi ongea zaidi. Mimi ndio kitu naweza penda, hata mimi naweza omba tu. Kwanza kabla tutoke hapa, umesikia mwalimu wenu wa Kikristo anasema mambo ya majini. Katika Uislamu tunajua kuna jini mbaya na jini mzuri. Kama sisi wanadamu kuna jini mzuri na kuna wanadamu wazuri na kuna wanadamu wabaya. Na sisi wanadamu hakuna wanadamu si wote ni wazuri. Sisi wote ni wabaya. Kuna wanadamu wanatenda dhambi na kuna wanadamu ambao wanajaribu kujiepusha na dhambi. Ile kitu iko ile, mimi naweza wapatia tu mtihani ni moja tu, wamsome mambo ya Walawi 17:7. Tunataka naye nataka mwalimu wa Kikristo, hata mimi napiga tu nasema tu bismillah. Hakuja weke hiyo mada ya majini. Tumepiga hapa sana. Tunataka sasa ndio tujue ni nani wako close sana na majini. Hivyo tunaweza sema tunataka tujue mbona Biblia, mbona wana wa Israeli walikuwa wanafanya tendo na wanafanya zina na majini katika mambo ya Walawi 17:7. Na sisi hiyo siku akikuja kuleta hiyo mada na tuletea andiko ni wapi Waislamu wameshaifanya zina na majini. Sisi afadhali sisi tunafanya maombi nazo, tunamuomba Mwenyezi Mungu kupitia tunaomba Mwenyezi Mungu nazo tunamuomba Mwenyezi Mungu. Hiyo tunataka tu kujua ni wapi katika Qur'ani Waislamu wameshaifanya zina na majini. Hakuna. Lakini katika Biblia Wakristo ama wana wa Israeli walikuwa wanafanya zina na majini. Mambo ya Walawi 17:7. Shukrani. Tupatane next Sunday. Haya, sawa. Sasa sikiliza. Sasa mada ya next, kati ya Waislamu na Wakristo ni nani wanashirikiana na majini katika ibada? Sawa. Mkuje hapa na mkuje kama mmejipanga. Haya, sawa. Unajua wewe ni kama umeanza kuogopa mapema, unaanza kupeleka mada. Unaanza kupeleka mada na siku bado, lakini mjipange, sawa? Leo hata tukichangia kwa kudau, lakini hao wazee wa hapo ni watu wa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninayesimama hapa ninaitwa Emmanuel. Nashukuru Mungu kwa sababu tumefika. Leo ni mara ya kwanza mimi kufika hapa na kuzungumza, lakini huwa napita. Mimi ni Mkristo, mimi ni Mwadventista Msabato mwana matengenezo. Unajua saa hizi madhehebu ni mingi. Unajua ukienda kila mahali kuna madhehebu, kuna kanisa, kuna wachungaji ni wengi. Sasa lazima ujue wewe mwenyewe uko wapi, lazima ujue. Kwa sababu unajua swala la imani ni jambo ambalo linafaa utilie maanani. Unajua afadhali mtu hata acheze na pesa zako. Afadhali hata acheze na mali yako yenye uko nayo. Lakini imani usijaribu kuruhusu kupotea. Unajua saizi wachungaji hawajali ati wewe utaenda wapi.
hawajali roho yako itaenda wapi. Kile ambacho watu wanataka ni mifuko yao ijae, hawa kuwe sawa, watoto wao wasome, waendeshe magari kubwa kubwa, waishi kwa manyumba mzuri, na ni kupitia kwa mfuko yako wewe. Sasa usipochunguza na kuangalia huyu mchungaji au nabii ambaye ninamfuata, je, anakubaliana na hii Biblia? Ukisoma Isaya 8:20 nasema waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi, huko ni giza. Sasa kama kuna mchungaji unamjua, kama kuna nabii unamjua, jaribu kupima yeye na maandiko. Hata kama anafanya miujiza namna gani. Kuna watu wanasema wanafanya miujiza, kina Ori wanafanya miujiza, kina Ezekieli wako hapa Mombasa. Kinaitwa miujiza, kupima hao manabii, kupima hao mitume na kuambia utapotea. Kwa sababu Yesu katika Mathayo 24:24 anasema siku za mwisho, nyakati za mwisho, watatokea manabii wa uongo na watafanya miujiza. Inamaanisha manabii wa uongo wanafanya miujiza. Sasa wewe ukitumia miujiza kama kigezo cha kupima nabii au mtume ambaye unafata, utapotea. Kile ambacho unafaa ufanye ni kusoma Biblia, kuangalia huyu nabii au mtume, Biblia inamkubali. Kama inamkubali, fuata yeye. Ikiwa inamkataa, wachana na yeye. Leo unajua watu hawataki. Si leo Sunday watu wamekuwa katika ibada, watu wamefanya ibada Sunday, wengine wamefanya ibada Saturday, ibada imefanyika Friday. Sasa Mungu ni mmoja, ibada zikuwe tatu aje? Hata uoni hapo kuna mtihani? Ati Mungu ni mmoja, alafu hao watu wa Sunday watenda mbinguni, au watu wa Friday wa Muhammad hawa wenye wametoka hapa saa hii, watu wa kofia nao wako mbinguni, ati Waislamu wako pale wanainama ati Allahu Akbar. Hapa watu wa Lejo Maria wako huku, watu wa ABC wanapiga ngoma huku, Wasabato nao wako huku. Sasa ni mbinguni gani? Yesu anasema hivi, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama vile uko mbinguni. Sasa huko mbinguni kuna kitu kama hiyo? Ati Lejo Maria wako huku, Ng'ang'a wako huku, wanapigia wengine makofi huku, alafu wewe unaenda tu ibada. Usipochunguza na kuangalia mahali unafanya ibada, utapotea mpaka hata na familia yako. Sasa kile ambacho unafaa ufanye, msomaji, unaweza soma hapo kidogo. Hebu soma hiyo Isaya 8:20. Kitabu cha Isaya 8:20 inasemaje? Biblia takatifu inasema 8:20 Isaya inasemaje? Na waende kwa sheria na ushuhuda. Unasikia? Hiyo ni kipimo ambacho Mungu ameweka kwa Biblia. Inasema na waende kwa sheria na ushuhuda. Endelea. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hawa hapana asubuhi. Unasikia? Yaani hiyo maneno imenyooka kabisa na ni mzuri, na inakupea njia ya kupima hao manabii, ya kupima wale wanaitwa mitume. Msomaji, hebu nisaidie 2:1 Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana. Unapata mtu anasema ati wachana na pasta wangu, ati wachana na mchungaji wangu, wachana na Ori, usizungumzie Ori. Sasa mtu kama huyo, unajua, kama kwa mfano anasema twende tupimwe, si ndio? Sisi ni watu, twende tuonekane kama tuko na ukimwi.
alafu huyo anasema mimi siendi na sina. Sasa huyo utamweka wapi? Si ako naye anakataa tu. Kwa hivyo kama ni Yohori lazima tumupime, kama ni Ezekieli lazima tumwangalie. Hebu soma hiyo kitabu cha Ufunuo Yohana 2:1 inasemaje? Nasema kwa malaika wa kanisa liliko Efeso, kwa malaika wa kanisa lilioko Efeso andika, haya ndiyo maneno, haya ndiyo ayanenaye, yeye ajishikazo, haya ndiyo ayanenayo. Hebu pea huyo akusaidie kidogo. Ufunuo 2:1 inasemaje? Kwa kanisa liloko Efeso andika, haya ndiye anenayo yeye ashikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Endelea. Yeye aendaye katika vile vinara 7 vya dhahabu. Endelea. Na yajua matendo yako, taabu yako. Tulia kidogo. Sasa hiyo ni kanisa la Mungu ambalo linaitwa kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso lilikuwa aje? Kama kwa mfano sisi ambao tuko hapa, wengi ambao tuko hapa tunaitanishwa na kanisa la Mungu. Sasa sisi tunafaa kufanya aje? Tunafaa kuhiga kama vile kanisa la Efeso lilikuwa linafanyaje? Endelea. Nasema najua matendo yako, na taabu yako, endelea, na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana watu wabaya. Kwanza kanisa hili la Efeso halikuwa linachukuliana na watu wabaya, hapana. Endelea. Tena umewajaribu wale wachitao mitume